kuna demu niliwahi kuwa na yeye. Tukakaa kama tumeoana, lakini si kuolewa per se, because tulikuwa campus. Nacheki. Saa unajua mkikutana campus sometimes unapatananga na watu different. Wengine maboys mnakutana alafu mnaamua saa zingine mkat coast. Unaona sasa pengine mnatoka kwa humble background. So mimi nilipatana na huyu demu na tukaelewana na yeye tuchukue room moja tuwe tunakaa na yeye hapo tukiendelea kuishi. Naelewa mambo ya campus. So tukaanza kuishi na yeye. But sasa kuna kitu ilianza kunifanyikia tukiendelea kuishi na yeye. Kitu yenye sikuwa naelewa ni nini, because nilikuwa naamka asubuhi nasikia kama nimechoka, ni kama nimeumia, yani nasikia mauchungu kwa mwili. So niliendelea nikichunguza, tukikaa nikiangalia, ikafika mahali nikasikia kama hapana kuna kitu. So nikaona kuna mabruise kwa mkono, hata mabeste huku kwa campus zingine wanaambia, na kwani shida nini bwana? Nini mbaya? Saa nilisikia hapana, hii mwili ni kama kuna kitu huwa inanifanyikia. Na unajua mimi huwa nilikuwa na kamata hizo vitu, naelewa maisha ya campus zingine unapiga kama nywezo kiasi, saa nyingine kidomo kwa naelewa. Saa nilikuwa ninatoka nje na mabeste alafu narudi late hours kama masaa 4 saa 5, nakuja kama mimi nimechapa vitu zangu, mimi niko maire zangu, mimi nakuja bila lale. Sasa ni kama yani alikuwa akinifanyia kisanga wakati nimelewa, yani wakati sijielewi umeshika. Sasa niliamua, nikaona hapana, hapa kuna issue. So siku moja nilitoka nikaenda nikasema leo sitachapa tembo na sitapiga hata hiyo kama ni kandomo hivi, sitapiga, yani nita pretend. So nilienda huko nikatafuta kakitu nikajimwagilia, alafu pia nikajisusulia kwa longi ndio aone iko tu venye nakuanga. So mimi nilikuja nikiwa nimefika pale kwa mlango na nikajiangusha chini. Maona sasa. So vile nilijiangusha chini, mimi nikatuli, kasema leo nataka kujua ni nini huwa inanifanyikianga usiku ama usiku kitambo nifika asubuhi. Mimi nikitoka nikienda kukula vitu zangu naendanga nikiwa sawa, lakini nikiamka asubuhi hata kama nikachamu kamewekwa maji, hata kama ni kichwa tu itauma, au kama sinasikia mauchungu kwa mbavu huko na hivi ni aje. So yeye alitoka kwa nyumba kama kawaida, yule mrembo alitoka kwa nyumba kama kawaida, akakuja nikasikia ameniinua kwanza mguu mmoja hii ya right, akainua juu kabisa, akainua juu, ikakaa kama yani hii mguu iko juu, kichwa iko chini, na hata sijagusa ground. Unajua sasa ilikuwa kuna vile watu wembamba huwa tunapenda watu wazito, so siko ubaya. Sasa alikuwa aliniinua na mguu mmoja, kichwa ikiwa imening'inia chini. Nikasikia hiyo lazima niko kwa hewa na nimeshikiliwa na mkono mmoja. Alafu akapeleka kabisa vizuri, alafu akanishikilia na hii kichwa, alafu akanishika hivi kama hawa jamaa kina Undertaker, hawa watu wa reso. Alafu akaniwachilia chini. Ililima chini. Tena nikasikia tena amekuja. Hiyo sasa nikavumilia, lakini sikia uzito. Sasa alikuja tena akaninyanyua sasa vizuri, anataka tena arudie. Hapo nikajua akienda akinipeleka tena juu tena. Mimi si yuko mtu wangu. Hapo nikapima nini kidogo nikajifanya kama naongea. Sasa akatulia kiasi, tena nikarudi nikajifanya tena imenishinda kabisa. Sasa akaona akirudia nitajua. Sasa alinivurutanisha kama amenipeleka kwa nyumba, lakini alinivuruta style nyingine. Style mbaya, yani ya unyama. Alinishika miguu alafu akanivurutia chini. Yani kuna vile unashika mtu na miguu hivi, alafu unavurutia chini kupeleka kwa nyumba. So hii kichwa hii na mgongo iko inavuta chini hivi kama amenipeleka kwa nyumba. Kisha akafunga mlango, alafu akaenda akatoa nyaunyo, akaniwekelea moja ya mgongo mazee. Akaona kama hiyo sipo, akaenda akatafuta, kumbe demu yangu akona kichuma kwa nyumba, kichuma kisaizi. Hiyo ndio huwa anatandikanga nayo, hiyo ndio huwa alikuwa ananilima nayo. Akaniweka ya kwanza, ikanishika, nikajua hiyo pia akiniweka ya pili, mimi si yuko mtu wangu. Penye alirusha ya pili, mimi naye
Kashika nikamwambia babes. Sasa hivi ndio wewe unanifanyanga, si ndio? Yaani unaniuanga tu kwa ile njia ya mdogo mdogo. Hivi ndio wewe unanifanya. Ile story ilifuata wewe unaweza tafakari.